Sheikh Muhammad, kwa nini nyinyi Mashia mnaomba haja zenu kwa Ahlul Bait na mnaenda wapi kule Karbala kuomba Ahlul Bait na imamu, na kwenye Qur'ani inasema ud'uni astajib lakum? Kwa nini hamuombi kwa Mwenyezi Mungu moja kwa moja? Hiyo aya ambayo unaizungumzia iko katika Suratul Ghafir ambaye page 460. Suratul Ghafir iko page 467. Aya yake nadhani aya ya 60 pia ndio itakuwa, ambaye inasema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mungu wenu alisema nini? Ud'uni astajib lakum. Sasa hii aya ni aya mzuri, lakini ina maelezo. Tutaingia kwa maelezo yake. Tunaona kwamba Qur'ani ambayo pia yenyewe ni Qur'ani yetu inatuambia vitu tofauti tofauti. Tunaona kwamba katika masala mambo ya kifo, tunaona kwamba nini Mwenyezi Mungu anasema nini? Mwenyezi Mungu anasema Allahu yatawaffal anfus. Mwenyezi Mungu ndiye ana nini? Anachukua nafsi zetu hina mamati, wakati wa kifo. Kwa hivyo ni Mwenyezi Mungu ndiye sisi nani anachukua nafsi yetu tukikufa? Nani anatukufisha? Ni Mwenyezi Mungu. Alafu tena tunaenda mbele kidogo, tunasema qul yatawaffakum malakul maut. Nafsi yenu inachukuliwa na nani? Malikul maut. Malikul maut ni nani? Ni Israeli. Sasa Malikul maut anachukua. Aya nyingine anasema alladhina tatawaffahumul malaika. Kuna wale ambao ni malaika ndio wanachukua. Sasa ni malaika, Malikul maut, malaika wote wanashughulika ama vipi? Aya, tunaenda mbele kidogo, aya zingine pia ziko. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli. Sasa huwa nani? Yeye ndiye anachukua nafsi yenu. Yeye ni nani? Aya, tuseme tutasema ni Mwenyezi Mungu. Sasa yani kuna katika Qur'ani hakuna mapingamizi. Qur'ani sasa inasema kwamba ni nani anachukua nafsi zetu? Ni Mwenyezi Mungu. Ni kwa sababu katika haya mambo yote yenye tunakuwa katika dunia, yeye ndio sababu asli. Saizi tukiangalia katika maisha yetu ya binadamu kawaida, mzazi ndiye ananipatia chakula mimi nikiwa mdogo, lakini riziki tunasema riziki inatoka kwa nani? Riziki inatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mwenye kutoa riziki ni baba ama ni Mwenyezi Mungu? Baba ni sababu, lakini ule sababu asli ni nani? Ni Mwenyezi Mungu. Mimi nafanya kazi, boss wangu ananilipa mshahara, yeye ndiye ananipatia riziki yangu. Kwa hivyo yeye ndiye ananiruzuku, yeye ndio Razak? Hapana, yeye ni sababu ya riziki, lakini Mwenyezi Mungu ndio sababu asli. Mimi naamua nini, naenda kazi, so mimi nasema ni kazi yangu, mababu yangu ndio nimefanya kazi, ndio napata riziki. Kwa hivyo mimi ndio najipatia riziki, sio Mungu. Mwenyezi Mungu ndiye amenipatia hii mwili ndio niweze nifanye kazi, ndio ikakuwa sababu ya mimi kupata riziki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndio nini? Ndio Razak, yeye ndio sababu asili. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Razak, lakini ameumba visababu vya kila kitu yake. Sasa Mwenyezi Mungu tumesema kwamba ud'uni astajib lakum, niombeni mimi nitawapatia. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anakuja tena anasema, tuione hiyo aya ya Qur'ani ni gani? Dakika moja. Tunaona katika suratu Al-Maida aya 35. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullah, nyinyi ambaye mmeamini mcheni Mwenyezi Mungu, wabtaghu ilayhi alwasila, na mtumieni wasila kwa kumfikia. Sasa na hajasema kwa kitu gani? Amesema wabtaghu ilayhi alwasila, mtumieni njia kumfikia. Njia gani? Yani nikitaka kufanya ibada ndio nitumie njia kumfikia. Nikitaka kuuliza swali nitumie njia kumfikia. Nikitaka kutafuta riziki nitumie njia kumfikia. Nikitaka matibabu nitafute njia. Wewe ukikuwa mgonjwa nani anakutibu? Ni Mwenyezi Mungu ama ni daktari? Ni Mwenyezi Mungu ama ni daktari? Mwenyezi Mungu anakuambia upata ile wasila, tafuta daktari utibiwe. Mimi nimekaa hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio daktari, kwa hivyo siende hospitali nitatibiwa na Mwenyezi Mungu. Hapana. Mwenyezi Mungu amekwambia tafuta wasila, wabtaghu ilayhi wasila. Mimi niko hapa kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anatoa riziki, sitaenda kufanya kazi, sitafanya kitu chochote. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu kwa kila kitu chake anataka umfikie. Hajakuwekea nini?
Hakusema wabtaghu ilayhi alwasila kwa ibada, ama wabtaghu ilayhi alwasila kwa riziki. Amesema wabtaghu ilayhi alwasila, mtafuteni njia kwa kumfikia Mwenyezi Mungu, kwa kumfikia Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Sasa ud'uni astajib lakum, Mwenyezi Mungu ametuambia hiyo ni wasila. Sasa sisi wasila yenye tunataka kumfikia kwa Mwenyezi Mungu, njia ziko mingi. Tumetumia njia ya nini? Ahlul Bait. Sasa lakini kwa nini Ahlul Bait? Kwa nini mtume? Sisi sio Ahlul Bait peke yake. Kwa utukufu ya bwana mtume ndio tunaomba Mwenyezi Mungu. Sio kwamba mtume ndio yeye moja kwa moja, kwa sababu tumesema kila kitu kinamrudia Mwenyezi Mungu. Yeye ndio sababu ya sababu zote. Yeye ndio dalili ya dalili zote. Yeye ndio mwangaza wa mwangaza zote. Yeye ndio nguvu wa nguvu zote. Yeye ndio riziki ambazo tunazipata. Yeye ndio sababu ya hizi riziki zote tunazipata. Lakini sasa turudi tena. Si tumesema ndio sababu, lakini sasa tafute sababu zaidi. Tafute sababu zaidi. Kwamba tunaona katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Nabi Adam katika hii aya Suratul Baqara aya 37 page 6. Page line ya mwisho. Nabi Adam aliposhushwa kutoka peponi kwa sababu ya ile kitendo, alipatiwa kalifatalaka, alichukua baadhi ya kalimati, maneno kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Fataba alayhi, akatubu kupitia hizo majina. Kutumia jina ni za nani? Hatuna kazi, lakini hakusema Mwenyezi Mungu moja kwa moja nisamehe. Alitumia majina kufanya nini? Kufanya tauba. Sasa alitumia vitu ambazo Mwenyezi Mungu amemfundisha ndio afanye tauba. Fatalaka Adam rabbi kalimat, alitumia vitu, alitumia maneno, majina, akafanya tauba. Sasa alitumia kitu. Sasa Mwenyezi Mungu ndiye anatusamehea moja kwa moja, lakini pia anakuambia tumia njia ambayo ndio utanifikia katika tauba. Sasa ndio sisi tunasema katika Qur'ani kwamba nini? Tunatumia nini? Wasila ambayo Mwenyezi Mungu ametokea. Wasila zake tunaona pia zingine ziko ambazo zinataja kwamba katika suratu Nuh tunaona kwamba Mwenyezi Mungu anasema wayumditkum bi amwalin, Mwenyezi Mungu atawasaidia kwa mali. Yaani Mwenyezi Mungu mwenyewe anaweza kukusaidia, lakini anasema utasaidika na mali. Ama banin, watoto wenu ndio mtasaidiwa. Wayaj'al lakum jannati wayaj'al lakum anhara, na ya kabla yake yursil samaa alaykum midrara. Yaani Mwenyezi Mungu kupitia vitu vingi anatusaidia. Yaani yeye moja kwa moja anatusaidia na pia anatumia baadhi ya vitu kutusaidia. Kwa hivyo sisi yenye tunaambiwa, Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba nini? Ud'uni astajib lakum, kwamba unaruhusiwa ukaomba Mwenyezi Mungu moja kwa moja, lakini pia Mwenyezi Mungu anakuambia wabtaghu ilayhi alwasila. Wabtaghu ilayhi alwasila. Kiujumla, kwa sababu imetajwa kwa Qur'ani iko na dalili, yani kwamba mimi ninaruhusiwa niombe moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu, na ninaruhusiwa pia kama venye Mwenyezi Mungu amesema nitumie wasila mtu mwingine kuomba. Tunaambiwa kwamba mzazi wako akikuombea dua, mambo yako inafunguka. Mzazi wako akikuridhia, mambo yako itafunguka. Sasa Mwenyezi Mungu ndiye akiniombea nitaathirika, Mwenyezi Mungu ndiye akiniridhia nitaridhika, ndafaulu, ama mzazi. Kwa hivyo mzazi ni milango pia katika milango ya dua, ni milango katika milango ya kuridhika, Mwenyezi Mungu kuniridhia. Na pia ndio tunaona kwamba kuna ile kauli inasema man lam yashkuril makhluq lam yashkuril khaliq. Mwenye hata shukuru binadamu, viumbe, hajamshukuru nini? Mwenyezi Mungu. Yaani mimi siwezi shukuru binadamu, mimi nashukuru tu Mwenyezi Mungu, ambaye ndio sasa shetani anakuja kucheza hapo. Shetani alipoambiwa sujudia Nabii Adam, alisema nini? Mimi nakusujudia wewe peke yako. Hiyo ni sunna ya shetani, kwamba wewe sasa unaambiwa, Mwenyezi Mungu anakuambia baadhi ya vitu mimi nataka uifanye kwa njia fulani. Enda umheshimu mzazi wako, nikao umeniheshimu mimi. Hapana, mimi heshima ni ya Mungu peke yake. Enda uombe ridha kwa mzazi wako, nikao umeomba ridha kwangu mimi Mwenyezi Mungu. Mimi nataka ya Mwenyezi Mungu peke yake. Enda umsujudie Nabii Adam. Hapana, mimi nakusujudia Mungu peke yako. Mwenyezi Mungu anakuambia hapana, mimi si ndio nimekumba, mimi ndio nataka ufanye venye mimi nataka. Ndio, mimi unaweza kuniabudu, sijakataa, lakini pia nataka usujudie Adam. Nataka uombe ridha na nini? Ridha kwa mzazi wako. Heshima kwa mzazi. Heshima
Sasa hapo ndio unakuwa umeingia kwa mtego wa shetani ambaye ndiye anataka kukuharibia. Ndio kuna mipaka yake na iko na maelezo yake, lakini ni kwamba sisi tunamwabudu Mwenyezi Mungu yeye peke yake, lakini hizi vitu ni wasila ambaye yeye mwenyewe ameleta ili tuelewe dini vizuri.